Kwa nini lazimishe furaha pasipokuwa na amani? Kwa nini nipende nisipopendwa? Inauma, lakini sasa sina jinsi, nitafanya nini? Mungu awabariki sana. Awatengenezee familia iliyokuwa nzuri, awape watoto wenye kumpendeza Mungu. Nafikiri Mungu akifanya wepesi, tutaonana wakati mwingine tena. Kila siku mimi tu wakulia, nimemisi kucheka, kukaa roju, kuvumilia, omai nimechoka. Karibu sana wifi yangu. Jisikie upo nyumbani. Asante. Samahani sana dada yangu. Shadafa alivyokutambulisha kuwa mimi ni dada yake, mimi si dada yake. Mimi ni mke halali wa Shadafa na tuna miaka 3 kwenye ndoa. Tumepitia mengi sana mimi na mume wangu. Tumepitia vikwazo vikubwa sana katika maisha yetu mpaka kufikia pale. Nimepoteza mtoto wangu kwa sababu ya mshtuko. Yote kwa yote, pengine Mungu aliniandikia nipitia. Nilipoteza mtoto wangu wa kwanza pale nilipopata ajali. Nilijua huyu naye tadumu naye. Sasa jua Mungu ameniandikia nini. Unajua ni pitia magumu sana. Leo inaniuma. Unaweza kuona shida hapo, kwa sababu yesi mume wangu tena. Unaweza tukakaa naye na ukafunga naye ndoa. Siwezi kuvumilia kwa yote aliyoyafanya, kwa sababu moyoni nina doa. Naumia sana, naumia sana. Sawa. Asante sana. Kwaheri. Fuata azima makubwa, sijui nini huko.
Nashukuru Mungu. Ndio tunafanya maandalizi hapa kwa ajili ya kuja huko kesho. Amna. Ni vile tu tumeamua kuja huko, lakini hata hivyo tumekaa huko muda mrefu sana. Zaidi ya miezi 7. Gari itatoka huko mchana. Ila nahisi kwenye saa 2 hivi usiku tutakuwa tushafika huko tayari. Aya, sawa. Aya. Saizi mume wangu. Unaweza kuniambia unatoka wapi? Na kuuliza wewe mke wangu, unaweza kuniambia unatoka wapi? Nilikuwa kwa dada. Ulimwaga nani? Nani amekupa ruksa ya kwenda kwa dada yako? Hauna jiamulia tu. Hapana mume wangu. Naomba unisamehe sana. Najua nimekosea kuondoka bila kuaga. Lakini nilijua kwamba sitokaa sana nitawahi kurudi. Ndio maana. Oho. Kumbe ukutegemea kama nitarudi mapema, si ndio? Ndio maana ukaondoka tu. Ina maana siku zote ambazo unajua ratiba yangu, hivi ndivyo unavyofanya, si ndio? Kwa kutegemea kwamba nitachelewa kurudi, basi na wewe unatoka. Naomba unisamehe sana. Kwa hiyo mke wangu, unafanya makosa ya makusudi. Kwa kutegemea kuna neno la msamaha. Kwa kutegemea kwamba utanaomba msamaha. Sawa. Nenda ndani. Nenda ndani. Karibu shemeji. Vipi shemeji? Mbona wangu kwema huko ulipotoka? Huko sio kwema kabisa. Shemeji, mke wangu alifika hapa. Shemeji, hebu tukae kwanza. Haina haja ya kukaa. Mke wangu alifika. Na hata kama alifika, amefika kwa ruksa ya nani? Unajua shemeji, kuna vitu vinaendelea nyumbani kwangu sivielewi kabisa yani. Yaani naona kabisa naenda kudhalilika. Na sitakubali hii aibu. Mke wangu alifika hapa. Kusema ukweli mkeo hajafika hapa. Kwani kuna tatizo gani? Oh, hajafika si ndio? Sawa. Yes, hello? Na kuhitaji kwa dada yako. Kwa dada? Kuna nini mume wangu? Usihitaji kujua kuna nini. Na kuhitaji kwa dada yako sasa hivi. Unataka tugombane, si ndio? Hapana, lakini unajua nimetoka kwa dada sasa hivi. Kwa hiyo unakuja hauji? Basi nakuja mume wangu. Fanya haraka, chapu. Ni kweli shoga yangu. Na ndio maana alivyotaja jina la Shedafa nilishtuka sana. Yule binti ni mke wake Shedafa. Na amepoteza mtoto wake. Tena kwa mshtuko. Hivi wewe na Shedafa ilikuwaje mpaka ikafikia huko? Maana ni ghafla shoga yangu. Ukizingatia wewe ni mgeni hapa kijijini. Sijui niseme nini rafiki yangu. Yaani najisi natia.
Nimezulumu maisha ya mtoto ambaye ana hatia kwa sababu ya ujinga wangu na kupenda bila kuwa na reason. Yule binti ameongea kwa uchungu sana. Nimebeba kiatu chake. Yaani kanifanya nijione mtu ambaye kwa nini sikuwaza hilo kabla? Rafiki yangu, ni upendo gani ambao nimekuja kutesa maisha ya mtu? Kumbe alikuwa ni mwanamke wake na mimi nilijua ni dada yake. Huoni kama nilikuwa mjinga mimi? Shoga yangu, wanaume wameambiwa tamaa. Kwa hata kama alivyokuona wewe, asingeweza kulivumilia hilo. Wanaume ndivyo walivyo. Pole. Shemeji, na kuomba upunguze hasira. Na kikao hichi nataka ukweli mtupu ndio utawale. Ni kweli shemeji, yule kijana alikuwa na mahusiano na mdogo wangu kabla hujamuoa. Mimi nalifahamu hilo shemeji. Tena nalifahamu vizuri sana. Lakini kitu kinachoniuma, kwa nini mke wangu amekuwa ananidanganya kila siku? Ina maana hii ni tabia yake. Unajua anadanganya mangapi huko nyuma ambao mimi siyafahamu? Hapana. Mimi kuna uamuzi nimeshauchukua. Maamuzi gani hayo shemeji? Mimi naona tu bora nitoe taraka ili aende kuishi na huyo kijana anayempenda. Mke wangu mimi anipende kabisa, najua tu. Shemeji, kwa nini umewahi kuchukua maamuzi ya hivyo? Talaka ni maamuzi ya mwisho. Kesi ishashindikana ndio watu wanaamua kutoa talaka shemeji. Mume wangu, naomba usifikie huko. Pia naomba unisamehe sana. Sikufanya yote haya kwa ajili ya kukwaza. Ila nilihitaji kulinda heshima yangu. Pia nilitaka kulinda ndoa yangu. Sikuwa na maana mbaya. Lengo langu ni kudumisha upendo wetu. Na sihitaji tufike huko ambako umesema. Kiukweli mimi nakupenda sana. Na naomba unisamehe kwani najua nimekosea. Sikupanga kukuficha chochote kile na wala sijawahi kukuficha chochote kile. Lakini nilifanya haya kwa ajili ya kulinda amani yetu. Naomba unisamehe sana mume wangu. Na ninakuahidi haitakuja kujirudia tena. Shemeji, huyo kijana ni msumbufu sana. Na mimi nishatoka hadi kwake. Na nimemkanya kuhusu hili. Na mimi nina imani kabisa halitokuja kujitokeza tena. Kwa sababu nimemkanya mbele ya dada yake. Na kwa jinsi nilivyoenda, sidhani kama atarudi. Mimi nimekuelewa shemeji. Mke wangu, mimi nimekusamehe. Nadhani unajua kabisa kuwa mimi nakupenda. Tena nakupenda zaidi unavyofikiria wewe. Nimekusamehe mke wangu. Shemeji, nimemsamehe mke wangu. Naomba tuondoke nyumbani. Nisikilizeni. Hiki kikao ni cha amani. Na kwenye mazungumzo yetu sitaki nisikie nyoko wala kune hapa. Naomba tuzungumze majambo, tupatane na tuelewane. Kama mmoja wenu atakuja kwenda tofauti na mimi ninavyotaka, hatutoelewana. Shirafa, huyu nani yako? Huyu ni mke wangu bwana Mlamu. Naweza nifa? Sina kuuliza naweza nifa? Mume wangu. Sasa msikilizeni. Msitaki kunidhalilisha. Sherehe yenu nyinyi nilialika watu tofauti hapa. Na walikuja kwa sababu kwa nyinyi. Sasa leo magomvi kidogo tukutaka kuletea ubaya hapa kijijini, mimi sihitaji. Kwa nini tukisema hapa, Shedafa mchukue mkeo, mwende nyumbani kwenu. Kama kuna majambo mengine yote mkazungumzie huko. Mimi sitaki hapa kutiana aibu. Samahani kaka. Mimi kuna jambo sijalielewa katika hili. Kwa nini Shedafa aliyafanya yale yote? Na kama angetaka kuongeza mke wa pili, mimi ningeongea naye, ningemruhusu kama dini ninavyosema. Zanifa, kwa sasa hizo mada hazina nafasi. Na ndio maana na utu uzima wangu nikaweka hapa chini ili kulizungumzia hili.
Kwa hiyo kila muda manake yani kidogo kitu hiki mimi naona kabisa kwamba naweza kudhalilika. Na mimi sitaki nidhalilike kwa sababu nini? Sasa ili jambo mimi nimefikia tamati. Nimesema kwamba huyu bwana na wewe mtoke hapo mwende nyumbani kwenu. Kama kutakuwa na tatizo lingine lolote tutakatulizungumzia, lakini kwa sasa hivi kwanza kwa majambo madogo mkazungumzie nyumbani kwenu. Mimi nasema nimeshamaliza kama kaka. Wabillahi taufiki wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nenda nyumbani kwenu. Mke wangu nenda kaniandalie maji nioge, nenda kufanya shughuli zingine.